Namna hiyo, karibu tuianze Azam News. Juhudi za uokoaji zinaendelea nchini Colombia kufuatia tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa 7.4 katika kipimo cha Richter lililopiga magharibi mwa nchi hiyo, huku mamia ya watu wakihofiwa kufariki na wengine zaidi ya 600 kujeruhiwa. Tetemeko hilo lilitokea Jumatatu katika eneo la San Jose del Palma, jimbo la Chocó, na kuacha athari kubwa katika miji ya Cali, Pereira, Manizales na Quibdó. Kutokana na nguvu ya mtikisiko huo, taarifa ifuatayo ya Idi Uweso inaeleza kwa kina. Mchana na usiku, iwe kijana au mzee, kazi ni moja tu: kuokoa maisha ya watu. Waokoaji wakishirikiana na vikosi vya uokoaji wanaendelea na kazi ya kutafuta manusura katika maeneo yaliyoathirika zaidi. Hapa wakitumia mitambo mizito pamoja na mbwa maalum kufukua vifusi kwa matumaini ya kuwanusuru watu ambao huenda bado wamenaswa chini ya majengo yaliyoporomoka. Kwa mujibu wa taarifa za awali, angalau watu 169 wamefariki, huku zaidi ya 600 wakijeruhiwa na zaidi ya majengo 160 yakibomoka. Idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka kadri shughuli za utafutaji na uokoaji zinavyoendelea. Hata hivyo, kazi ya waokoaji si rahisi. Baadhi ya maeneo yaliyo karibu na kitovu cha tetemeko yamekuwa magumu kufikika kutokana na uharibifu wa barabara, majengo yaliyoporomoka na kukatika kwa mawasiliano. Katika hali hiyo, familia nyingi bado zinasubiri kwa wasiwasi taarifa kuhusu ndugu zao waliopotea, huku mamlaka zikiendelea na juhudi za kutafuta manusura na kutathmini kiwango cha uharibifu. Mbali na uokoaji, mahitaji ya kibinadamu yanaendelea kuongezeka. Waathirika wanahitaji chakula, maji safi, makazi ya muda na huduma za matibabu, huku maeneo yaliyoathirika yakikabiliwa na changamoto za kurejesha huduma muhimu. Serikali ya Colombia imetangaza hali ya dharura ya kitaifa, hatua inayolenga kurahisisha upatikanaji na usambazaji wa rasilimali pamoja na misaada kwa maeneo yaliyoathirika. Nchi mbalimbali pia zimeeleza utayari wa kusaidia Colombia katika shughuli za uokoaji na utoaji wa misaada ya kibinadamu, wakati juhudi za kuokoa maisha zikiendelea. Katika hatua nyingine, Papa Leo wa 14 amesema amesikitishwa baada ya kupokea taarifa kuhusu tetemeko hilo na madhara yaliyosababishwa na janga hilo. Katika ujumbe uliotumwa kupitia Baraza la Maaskofu Katoliki la Colombia, Papa Leo wa 14 amesema anaomba kwa ajili ya mapumziko ya milele ya waliofariki, huku akiwaombea waathirika wapate nafuu na kupona haraka. Papa pia ametuma salamu za pole kwa familia zilizopoteza ndugu zao, huku akitoa shukrani kwa waokoaji, wahudumu wa afya na wote wanaoshiriki katika kuwatafuta, kuwaokoa na kuwasaidia waathirika wa tetemeko hilo. Idi Uweso, Azam News. Kitovu chenyewe ni San Jose, ambako ni Chocó, eneo la Colombia ambalo lipo Amerika ya Kusini. Utaiona hapa. Kwa hivyo unaona eneo lenyewe linalozungumziwa kupata tetemeko hilo kubwa ni hili hapa la Colombia. Lakini wacha tuangazie kwa ukaribu zaidi. Hapa niko picha ya kutanuka namna ambavyo eneo zima hili lilivyoathirika pale Colombia. Sasa athari zenyewe ni kwamba majengo yameharibiwa, barabara na madaraja pia yameharibika, lakini vile vile ukataji wa umeme kwa maana mawasiliano kutokana na tetemeko hilo kubwa la 7.4 na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Maeneo yenyewe ambayo yametikisikwa hasa katika eneo hili la Colombia ni pamoja na Chocó, ambapo ni karibu sana na Richard atakuja kuongea hapa na Joan, lakini Manizales, lakini vile vile Pereira na eneo la Caldepama. Hilo ndio eneo ambalo limeathiriwa kwa kiwango kikubwa sana, na idadi ya vifo inakadiriwa kati ya 160 na zaidi, na hata wengine wakiamini kwamba inaweza ikaongezeka hadi kufikia zaidi ya 200. Kabisa Ivona. Sasa tunaye Joan Pinto, yeye ni mkazi wa Chocó pale Colombia. Muda huu tupo naye. Mambo vipi? Bila shaka unanipata vizuri. Tuambie hali ya Colombia iko vipi baada ya tetemeko hili? Habari ndugu wa Tanzania na ndugu ambao wanatusikiliza muda huu. Kwanza ni washukuru kwa kuona ile hali ya kibinadamu wa kuuliza juu ya mwenzenu
Kwa hiyo hapa Colombia ndio tumepata shida, tumepata changamoto, lakini tunaamini kwamba Mungu anaweza kutusaidia na kutuepusha kuendelea mbele zaidi na zaidi. Sasa hali ikoje hapo kwa ujumla wake kwa maana Colombia baada ya hili tetemeko? Swali hilo nimekuuliza Joan. Ndio, hali yetu ya sasa ya Colombia ni kwamba tuna dharura kubwa ya kitaifa, maana yake kwamba tetemeko hili la ardhi limekuwa la 7.4 na imetokea siku ya jana katika kitovu cha San Jose del Palmar, hiyo iko katika jimbo la Chocó, na limefanya destruction, limebomoa manyumba mengi sana na watu wengi wameathirika na watu wengi wamekufa. Sasa hivi takriban kuna watu 200 na ambao wamefariki. Joan, ni maeneo gani ambayo yameathirika zaidi hapo Colombia na ni kwa nini? Hapa Colombia sehemu zaidi ambayo wamepata hizi kuathirika, kwanza ni ile sehemu ambapo ilipoanza San Jose del Palmar, na katika ile seme capital ya hiyo department, sawa? Maana yake hiyo inaitwa Quibdó. Kwa hiyo Quibdó ni seme capital ya Chocó. Na Cali pia ni mji ambao uko karibu. Kwa hiyo Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Medellín, manyumba yameanguka. Yani ni shida kubwa sana ambayo imetokea katika nchi yangu Colombia. Sasa tumeona kuna shughuli za uokoaji zinaendelea hapo. Zipo changamoto zozote ambazo zinakwamisha uokoaji, Joan? Ndio bwana, zipo, kwa sababu unajua nyumba inapoanguka, kwa hiyo inabaki vifusi. Kwa hiyo watu wamebaki chini ya vifusi, wanajitahidi kuokoka, wanajitahidi kuishi chini ya sementi ambayo imeanguka. Kwa hiyo ni shida, kwa sababu lazima tuitoe hizi sementi, tutoe hizi vitu ambavyo vimeanguka, na kuna manyumba yameanguka kabisa. Kwa hiyo lazima ije mashine, lazima waje watu wenye nguvu wasaidie kutoa hizi blocks ambavyo vyote bila shaka vinafanyika kwa haraka zaidi. Tuambie, serikali imetoa tahadhari yoyote ama taarifa yoyote ya msingi ambayo inapaswa kufuatwa? Ndio, wametuambia kwamba tuwe makini. Tuwe makini kwa sababu yanaweza ikatokea msukumo wa ardhi mwingine. Yaani inaweza ikatokea tetemeko nyingine kidogo kidogo. Sawa, kwa sababu baada ya tetemeko kubwa yanakuja vidogo vidogo. Asante sana Joan, tutaenda kuungana na wewe, ubaki salama pamoja na raia wengine wa hapo Colombia. Huyo ni Joan Pinto, mkazi wa Chocó, Colombia. Siku chache baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuzindua rasmi tume kuchunguza makosa ya jinai yaliyojitokeza wakati wa uchunguzi wa Oktoba 25, wadau wa sheria wamesema ni nguzo muhimu katika kurejesha uwazi na uwajibikaji. Ikiwa ni siku chache tu tangu kuanza kwa mchakato huo, msisitizo mkubwa umewekwa katika kuhakikisha haki inatendeka, wananchi wakihimizwa kutoa ushirikiano kufanikisha azma hiyo. Tume hiyo iliyozinduliwa mwishoni mwa juma lililopita ikiwa na jukumu la kuchunguza kilichotokea kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 na kubaini nani walihusika na kwa nini. Akizungumza kuhusu uhalali wake, wakili msomi Sweetbet Nkuba amesema tume hiyo inayoongozwa na Jaji Shabani Lila imeundwa kwa mujibu wa katiba na sheria chini ya mamlaka aliyopewa rais. Kazi kubwa imefanywa na tume ya Jaji Chande ya kuangalia sasa chanzo, madhara. Sasa tume ya Jaji Lila yenyewe inakuja kwa ajili ya kazi maalum tu kuangalia matukio ya kijinai yaliyofanyika. Ni nani alikuwa nyuma ya matukio haya. Kwa ndio tofauti mkubwa. Nadhani hakuna shaka kwamba ni wajumbe ambao wanaweza wakatenda haki kwa kutoa taarifa ambazo hazitakuwa zinamuumiza mtu, hazitamuonea mtu. Kamishna msaidizi mwandamizi mstaafu wa Jeshi la Polisi nchini SACP Jamali Ruambo amesema kazi inayokwenda kufanywa na tume hiyo ni miongoni mwa mambo ambayo wananchi wengi wamekuwa wakiyahitaji. Hivyo ni muhimu jamii kuwa tayari kupokea matokeo ya uchunguzi yatakayotolewa. Hatua hii sasa inakamilisha ile kazi nzuri iliyokuwa imefanywa na ile tume ya Jaji Chande. Kwa hiyo nina imani itafanya kazi vizuri na watu wawe tayari kuyapokea matokeo. Maanake hii sasa ndio inakwenda moja kwa moja. Nani kafanya hili, nani hakufanya hili, kwa nini hakufanya hili, na kama kuna tuhuma za jinai zinamhusu nani, ili sheria iweze kufuata mkondo wake. Na hicho ndio watu walikuwa wanakitegemea.
Kwa upande wake, mratibu wa kitaifa wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC Onesmo Lingurumwa amesisitiza umuhimu wa mchakato huo kuzingatia haki na kuhakikisha waliohusika na makosa makubwa ya jinai wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria. Kama wamepewa adhabu za jela, basi waangalie zaidi kwamba ni nani alifanya makosa makubwa ya jinai. Ambapo iko wazi, aliyefanya makosa ya jinai mwaka jana ni nani? Ni aliyeua. Basi wajikite huko, wajue kwamba nani aliua Watanzania. Wakifanya hivyo, nadhani matokeo yao yakitokea, sidhani kama Watanzania watakataa, sababu wakati mwingine unaweza kuwa una mchakato ulioanza vibaya, lakini matokeo yake yakaja kawafurahisha watu. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, wakati akizindua tume hiyo ya uchunguzi Ikulu jijini Dar es Salaam, alisema tume hiyo imepewa hadidu za rejea ili kukamilisha kazi yake vyema. Na ni imani yangu kwamba majaji hawa watakwenda kutumia taaluma, uzoefu na viapo vyao kutekeleza kazi hii kwa weledi, umakini na uadilifu mkubwa. Tume hiyo ikiwa tayari imeanza kazi, wadau wanaendelea kusisitiza umuhimu wa wananchi, taasisi mbalimbali kutoa taarifa na ushirikiano unaohitajika ili uchunguzi ufanyike kwa uwazi, haki na kuzingatia misingi ya sheria. Tabila Malisa, Azam News, Dar es Salaam. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu imeahirishwa mpaka kesho Jumatano, ambapo ataendelea kumhoji maswali ya dodoso shahidi wa 16 kuhusu ushahidi aliotoa mahakamani. Shahidi huyo ambaye ni ACP Amini Mahamba alianza kwa kutoa ushahidi wake Jumatatu akiongozwa na wakili wa serikali Nasoro Katuga. Leo hii Lissu wametumia siku nzima kuanzia majira ya saa 3 asubuhi mpaka saa 11 kumhoji shahidi wa 16, huku kukiwa na mapumziko ya saa 1 kuanzia saa 7 mpaka saa 8 mchana. Shahidi wa 16 ACP Mahamba, ambaye alikuwa kiongozi wa upelelezi katika shauri hilo la uhaini, alitakiwa kujibu maswali kadhaa. Mara baada ya kutoka mapumziko ya mchana, Lissu aliomba mahakama kutoa ufafanuzi wa kuzuia kuonana na mashahidi wa kesi yake ambao ni viongozi wa juu wa Chadema, pamoja na kunyimwa kupewa nyaraka kutoka kwa mawakili wake ili kujiandaa na utetezi wa shauri hilo. Hata hivyo, mahakama ikasema swala hilo litapatiwa nafasi pindi muda utakapofika. Lissu anakabiliwa na shtaka moja la uhaini kinyume na kifungu cha 29 kifungu kidogo cha pili D cha sheria ya kanuni ya adhabu, linalotokana na maneno aliyotamka kuhusiana na kusudio la kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 mbele ya wanachama wa Chadema. Kesi hiyo inasikilizwa katika Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam na kusikilizwa na majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru. Itaendelea hapo kesho siku ya Jumatano kwa shahidi kuulizwa na kujibu maswali ya dodoso. Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam. Habari kuu usiku huu, idadi ya vifo imeendelea kuongezeka kutokana na tetemeko la ardhi nchini Colombia, na hapo baadaye tutaangalia namna teknolojia ya mvuke inavyotoa suluhisho la ukaushaji wa mbao, na wananchi waomba serikali kujenga uzio bwawa la Nyakanga kuzuia vifo vya mara kwa mara. Karibu, tumerejea tena na hii ni Azam News. Uko nami Ivo na Kamuntu na Richard Ngaila na Susan Mtui, mtangazaji lugha ya alama. Mkoani Njombe ambako hali ya hewa ya baridi na mawingu mara nyingi hukwamisha shughuli za kukausha mbao, kijana mbunifu James Makame amekuja na suluhu ya kiteknolojia kurahisisha biashara hiyo. Badala ya kusubiri mwanga wa jua, Makame amevumbua teknolojia inayotumia mvuke kukausha mbao kwa muda mfupi, hatua inayotajwa kuwa mkombozi wa kiuchumi kwa wadau wa sekta. Mwandishi wetu Emmanuel Kalemba ana maelezo zaidi. Kwa wafanyabiashara wa mkoa wa Njombe, ukaushaji wa mbao unahusisha subira ya mazingira, hali ya hewa na ukosefu wa jua la kutosha. Katika msimu wa masika,
ukaushaji huwa mgumu na ahueni hujitokeza wakati wa kiangazi. Kipindi cha masika kiukweli mbao inachelewa, unakuta hadi miezi mitatu bado mbao haijakauka, au ilikauka mvua ikaji kapiga, inaendelea kufanya nini? Kufyonza maji, na kwa hiyo bado ni mbichi tayari, inakuwa ni nzito. Mtindo huu wa kusimamisha mbao sio urembo, bali ni njia rahisi ya kukausha mbao, na mbao ukaushwa hapa kwa wiki 1.5 hadi wiki 2 kabla ya kuelekea sokoni. Changamoto ya kusubiri jua kukausha mbao kwa zaidi ya wiki ndiyo iliyompa James Makame msukumo wa kutafuta njia mbadala ya kukausha mbao kwa kutumia mvuke. Nikaona kumbe hii inawezekana kama fursa, ambako ilinichukua nikaenda South Africa, nikaisoma hii teknolojia, nikaomba wataalamu wa kule waje wanifundishe na mimi na nianze hii kazi. Na hapa anatupitisha kwenye mchakato unaokamilisha ukaushaji wa mbao. Kuna kitu ndani kinaitwa boiler. Hii boiler maana yake ni kwamba kuna maji ambayo yanaingia na kutoka, yanapata moto, yanakuja hapa kwenye hili tanki hili. Sawa? Hili tanki linakontroliwa na temperature hapa chini, ambako hilo joto sasa, sawa, baada ya kutoka huku linaingia kwenye hili container. Wakati wapo wanaotegemea jua kukausha mbao, kwa kupitia teknolojia mbao huongezwa thamani na kukaushwa kwa msimu wote wa mwaka. Nina uhakika wa mwaka mzima kuweza kukausha mbao, wakati ule anayekausha kwa jua ana kipindi. Na huku Njombe always baridi ni kali sana, hata kipindi cha jua bado baridi hipo. Mbao zina matumizi mengi, na matumizi mengine yanahitaji umadhubuti na usalama wa bidhaa. Kama mtu atatumia mbao ambazo hazijakaushwa, inamaanisha sio safe. Ni kweli unaweza ukailanda, lakini ujui katikati kuna nini. Lakini kwa kupitia dry cleaning containers ni kwamba tunahakikisha 100% hamna mdudu atakayeweza kusustain kwenye ile joto. Karakana hii ya kuongeza thamani bidhaa za misitu imekuwa ni fursa kwa makundi mengine kunufaika na kujipatia ujira. Bila misitu kazi hizi pia zisingekuwa zinafanyika. Pale ambapo mbao inatoka ikiwa imekaushwa vizuri, inakuwa haina unyevu. Kwa hata ikienda kwenye masoko ya kimataifa inakuwa ina ubora mzuri. Pamoja na fursa ya kuongeza thamani ya mbao, bado kunatajwa uwepo wa changamoto, ikiwemo wakulima kuvuna miti kabla ya wakati. Kuna miti ambayo inaweza kuwa miaka 4-5 mtu anaamua kutengeneza mbao, ule mti haujakomaa. Inamaanisha moja kwa moja hata ile stability yake itakuwa ni tofauti. Kwa James, anasema hatua inayofuata ni kuiboresha zaidi teknolojia, huku akilenga kuunganisha ubunifu na jitihada za kutunza mazingira. Emmanuel Kalemba, Njombe. Kaimu mkurugenzi mkuu wa Tume ya Ushindani FCC Khadija Ngasongwa amesema baadhi ya makampuni na wafanyabiashara huungana kwa siri kufanya vitendo vinavyokiuka ushindani wa haki, hali inayoweza kuathiri wafanyabiashara wengine na watumiaji. Katika mahojiano maalum na Azam News ambapo nilifanya naye mimi, Ngasongwa amesema FCC inafuatilia vitendo hivyo na kushirikiana na taasisi nyingine kuhakikisha sheria za ushindani zinafuatwa, huku hatua zikichukuliwa pale inapobainika kuwa soko limekiukwa. Kuna wengine ambao wasiokuwa waaminifu wanatumia mbinu ambazo sio sahihi, aidha kuingia sokoni ama kuifanya ile soko fulani lao liweze likashamiri zaidi dhidi ya wengine. Na wakati mwingine hata wenyewe washindani wakaona wanakula njama pamoja, bwana tushirikiane kwa jambo hili ili tuweze kunufaika kabisa, kwa sababu lengo kubwa la mfanyabiashara atengeneze faida. Nyingine sio inayozidi kikomo. Kwa hivi karibuni wanaokiuka sheria mpaka kufikia hatua ya kupewa adhabu wanaongezeka ama wanapungua kwa kiasi gani? Kwa sababu sasa hivi soko linatanuka. Soko limetanuka na maana ufanyabiashara umekuwa mkubwa na kuna mwingiliano mkubwa sana wa ufanyaji wa biashara. Tumeongea tu kwenye kiki upande cha ushindani, upande mmoja wa makosa labda ya washindani, lakini kuna kipengele kingine cha muunganiko wa makampuni. Sisi tunaangalia ile miamala ambayo inayozidi bilioni 3.5. Kama umenunua, unahamisha shares ama unahamisha mali ya kampuni kwenda umiliki kwa mtu mwingine, wanatakiwa wapite
tume kwa ajili ya kuwafanyia tathmini na kuangalia kwamba kama anaenda kuongeza mtaji kwenye sekta fulani, je, kuna washindani wangapi? Hivi mbali na adhabu ya fedha, kuna aina nyingine ya adhabu ambayo inatolewa? Of course sheria yetu inaonekana kwamba baadaye ndo kuna debate kubwa kwa sisi, lakini na dunia inavyokwenda. Kwa hiyo wakati mwingine tunatoa taarifa kwa taasisi zingine ambazo zinaweza ukazichunguza zaidi. Mfano tunaweza tukawaambia wenzetu wa kodi ya mamlaka mapato, waangalieni hawa au na wenzetu wa jeshi la polisi. Hawa wafanyabiashara wakubwa ama hizi kampuni kubwa, wakati mwingine nalalamikiwa kwamba zinawabana wafanyabiashara wadogo kwenye ushindani. Kwa hiyo wale wakubwa wanatawala zaidi, wanafika mpaka pale ambapo ni mpaka wa mfanyabiashara mdogo. Mnafanyaje kuhakikisha hawa wafanyabiashara wadogo na wao wananufaika na wasilalamike? Kulalamika muhimu, na ndio mimi nachosema kwamba wasinungunike, walalamike. Kwa sababu ndio sisi itatupa uelewa wa kujua kwamba wanaumizwa kwa kiasi gani. Madhara yake hayaji ya siku moja mbili, yanakuaga polepole kwa muda fulani. Baada ya miezi 6, mwaka, miaka 3 mpaka miaka 6 ndio unajua kuna ile gepu. Kwa hiyo ukiniambia dakika moja ile wanaosema kwamba impact imetokana labda na vita ya Iran, imetokana na vita ya kupanda kwa bei, au imetokana na masuala ya labda ya mafuriko na nini kutoka kwenye nchi moja na nyingine, mpaka inavyokuja hapa kwetu ni kuna kamchakato. Sasa ina maana mimi taasisi yetu inatakiwa iangalie mchakato wote huo. Bi Khadija Ngasongo huyo, kaimu mkurugenzi mkuu wa Tume ya Ushindani. Hofu ya kutetereka kwa afya ya maisha ya watu na mifugo imewafanya wakazi wa kijiji cha Nyakanga, halmashauri ya wilaya ya Butiama mkoani Mara, kuiomba serikali kujenga uzio katika bwawa la kijiji hicho kudhibiti mwingiliano wa mifugo. Bwawa hilo ambalo limekuwa tegemeo kwa jamii hiyo tangu lilipojengwa, linatajwa kukabiliwa na hatari ya kuchafuliwa na kuhatarisha afya za watumiaji. Mwandishi wetu Augustine Mgendi ana undani wa malalamiko hayo. Ya wananchi katika kijiji hiki cha Nyakanga, wilaya ya Butiama hapa mkoani Mara, ni upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama, hatua ambayo wamekuwa wakitumia bwawa hili kwa mahitaji mbalimbali yanayohusu maji. Lakini mbaya zaidi ni eneo hili kutokuwa na uzio, jambo ambalo limekuwa likihatarisha maisha ya watu, hali ambao wanasema tayari kuna vifo kadha wa kadha vimekwisha tokea katika eneo hili. Sema waweke fensi ili tuweze kupata hata usalama wa watoto kuchota maji mazingira kama haya. Wakishaweka uzio wa fensi, wakileta mabomba ili lambo lifukiwe kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu, kwa sababu lina changamoto ya watoto kuchota maji. Pande zile watoto wanazama sana kwenye maji. Tayari hapo tulipo nadhani tuna watu kama 5 ambao washazama kwenye hili lambo, na watu wazima kabisa walishafia huko. Hatuoni hata umuhimu wake wa mwenyekiti, kwamba tuna mwenyekiti ambaye anayetusaidia. Mazingira haya hayapo. Mbali na ombi hilo la ujenzi wa uzio katika bwawa hili, kilio kingine ni kupatikana kwa huduma ya maji safi na salama katika kijiji hiki. Changamoto ni maji machafu, changamoto ng'ombe zinakunywa humo, sisi wenyewe tunachota humo tunakunywa, saa mengine tunatumia, mengine tunaoga. Sasa naombeni mtusaidie kutokana na adha hii ya maji. Bi Jenny Paulo amempoteza mjukuu wake Julai 18 mwaka huu katika bwawa hili, huku akiunga mkono kuwepo kwa ujenzi na mlinzi katika eneo hili ili kunusuru maisha ya watu. Suruali na shati vikapatikana ng'ambo ya kwanza huko. Ng'ambo ya pili kule vikapatikana viatu pamoja na boksa ya ndani. Na ni mbali, kuna umbali pale. Sasa Jumatatu yake ndo tukampata huyo mtoto. Mwenyekiti wa kijiji hiki anafafanua ni jinsi gani ambavyo amekuwa akiomba kujengewa uzio wa eneo hili, lakini mpaka sasa mamlaka husika bado hazijatekeleza. Wakaja hapa watu wa mazingira wakakagua, wakasema watatusaidia, hatukuwaona mpaka leo hii. Mpaka leo hii tunatafuta namna ya kuweza kupata uzio, angalau watu wachotee kule nje. Kwa kweli tumeomba maji tangia tumepata uhuru mwaka 61. Mpaka leo hii tunaimba na maji hakuna. Haya maji sio ya kunywa haya. Binadamu, mimi ni bwana mganga mstaafu, siwezi kuruhusu watu wakanywa maji kama haya. Lakini kwa hali tulionayo ngumu,
wanakunywa maji haya. Kukamilika kwa ujenzi wa miundombinu ya maji kutoka katika manispaa ya Msoma na kuja katika kijiji hiki cha Nyakanga pengine itakuwa suluhisho ya matatizo haya ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama katika eneo hili. Mimi ni Augustine Mgendi, Azam News, Mara. Dabi ya Kariakoo kati ya Yanga na Simba itapigwa kesho New Amani Complex Zanzibar, ukiwa ni mchezo wa ngao ya jamii kuashiria ufunguzi wa pazia jipya la mashindano kwa maana msimu 2026-2027. Gumzo kubwa kuelekea mechi hiyo ni kukamilika kwa uhamisho wa mkopo wa mshambuliaji Selemani Mwalimu Gomez kutoka Wydad kwenda Young Africans badala ya Simba waliomtambulisha wikendi iliyopita wakati wa tamasha la Simba Day. Fatma Abdullah Chikawe ana maelezo zaidi. Ahmed Arajiga kutoka Manyara rasmi amethibitishwa kuwa ni mwamuzi wa kati wa mechi ya ngao ya jamii itakayochezwa kesho saa 2:30 usiku kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Arajiga atasaidiwa na Mohamed Mkono wa Tanga pamoja na Leonard Mkumbo wa Manyara, wakati Nasir Sia wa Zanzibar akitajwa kuwa ni mwamuzi wa akiba. Mtanange huo wa watani wa jadi maarufu kama dabi ya Kariakoo pia utashuhudia matumizi ya msaada wa picha za video FVS kwa waamuzi kwa mara ya kwanza msimu huu kama mbadala wa VAR. Mjadala mkubwa kuelekea mechi hii ni usajili wa Selemani Mwalimu maarufu Gomez ambaye amejiunga na Young Africans kwa mkopo akitokea Wydad Athletic ya Morocco. Weekend iliyopita nyota huyo alitangazwa kuwa yuko mbioni kurejea Simba na video yake kuonekana kwenye tamasha la Simba Day yenye ujumbe wa kuwatakia heri na kuahidi kuwa haendi kokote isipokuwa Simba. Ni jana alionekana mazoezini huko Zanzibar na kikosi cha Simba kabla ya uongozi wa Yanga kutuma daunono lilomfanya amwage wino mitaa ya Twiga na Jangwani. Na leo jioni Selemani Mwalimu amefanya mazoezi na kikosi cha Yanga Afrika tayari kwa mtanange huo wa watani wa jadi. Jeshi la polisi mkoa mjini Magharibi limeahidi kuwachukulia sheria wale wote watakaokiuka taratibu za kiusalama wakati wa mchezo wa ngao ya jamii kati ya Yanga na Simba kwenye uwanja wa New Amani Complex hapo kesho. Mashabiki wanashauriwa kutumia milango rasmi ya kuingia na kufuata maelekezo watakayotolewa na askari pamoja na waandaji wa mchezo huo. Azam FC imetangaza kurejea kwa Jibril Sila katika kikosi hicho kuelekea msimu mpya wa mashindano 2026-2027 kwa mkataba wa miaka 2 akitokea Al Ahli Benghazi ya Libya. Utambulisho wa Jibril Sila umeenda sambamba na utambulisho wa uzi wa bluu wa Azam FC ambao watautumia kwenye mechi zake zote za ugenini. Nao Coastal Union wagosi wa Kaya wametambulisha uzi wao mpya wa msimu huu wakati wa tamasha lao lilofanyika kwenye uwanja wa CCM Mkwakwani jijini Tanga. Tamasha hilo limehudhuriwa na watu mbalimbali akiwemo rais wa TFF Wallace Karia. Mgeni rasmi ni Juma Aweso, waziri wa maji. Na mechi za nusu fainali kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake wa AFCON 2026 zitachezwa kesho mjini Rabat, ambapo wenyeji Morocco watakipiga dhidi ya Cameroon uwanja wa Moulay Hassan, wakati Algeria wakiwaalika Malawi kwenye uwanja wa Olympic. Morocco na Cameroon zinautafuta ubingwa wao wa kwanza wa Afrika kwa wanawake baada ya mafanikio yao pekee kwenye michuano hiyo ni kucheza fainali mara 3 kwa Cameroon na mara 2 kwa Morocco, ikiwemo msimu uliopita wa 2024. Tupate sasa utabiri wa hali ya hewa na Oleria Palali. Karibu. Umewahi kutetemeka? Tetemeko la ardhi umewahi kukutikisa hata kidogo? Tikisika. Linafanyaje? Hujawahi kulionja? Sijawahi kulihisi. Tikisika basi. Basi umepatia. Naam, nilikuwa nikielezea kuhusiana na ile tetemeko ambalo limetokea huko Colombia na tumeona madhara ambayo yametokea. Kwa hiyo nikataka tu tuone namna gani ambavyo tetemeko linakuwa na madhara kwa watu na hata kwa miundombinu na mambo mengine. Sasa mtazamaji, karibu kwenye utabiri wa hali ya hewa. Usiku wa leo, mamlaka ya hali ya hewa inatuambia kwamba maeneo karibu yote ya nchi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ukavu. Upepo ukitarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote ya kaskazini na kusini, ukitokea kusini mashariki, na kufanya hali ya bahari kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Hapo kesho kadhalika maeneo yote ya nchi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ukavu, na upepo ukiendelea kuvuma kwa kasi
ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote ya kaskazini na kusini, na kufanya hali ya bahari kuendelea kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Viwango vya joto kwa hapo kesho: kiwango kikubwa zaidi cha juu cha joto kinatarajiwa katika mkoa wa Tabora, Kigoma pamoja na Shinyanga kwa nyuzi joto 31. Maeneo mengine yakitarajiwa kuwa na nyuzi joto kuanzia 24 hadi 30. Afrika Mashariki ni pale Mombasa akitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lakini katika mji wa Kampala wao wanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua zilizoambatana na ngurumo za radi na vipindi vya jua. Nairobi na Kigali wataendelea kusalia kuwa na hali ya ukavu na vipindi virefu vya jua. Kiwango cha juu zaidi kikitarajiwa pale Mombasa kwa nyuzi joto 30 na kiwango cha chini zaidi kikiwa pale Nairobi kwa nyuzi joto 12. Ni utabiri wa hali ya hewa. Tunashukuru Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kwa kuendelea kukufikishia taarifa hizi ili ujue hali ya hewa inaendeleaje Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea na Azam News. Asante sana Oleria. Habari kuu usiku huu: idadi ya vifo imeendelea kuongezeka kutokana na tetemeko la ardhi nchini Colombia, na hapo baadaye makala ya Siha Yako itakuletea simulizi ya mama aliyepona fistula licha ya kukumbana na unyanyapaa. Na Chalamila atoa siku 7 kwa mabasi yasiyo na vibali kuhamia stendi ya Magufuli. Karibu tuendelee na Azam News. Kuna Ivo na Kamuntu, nina Richard Ngaila. Susan Mtui yupo kwenye lugha ya alama. Licha ya ugonjwa wa fistula ya uzazi kuendelea kusababisha unyanyapaa na kutengwa kwa maelfu ya wanawake, wataalamu wanasisitiza kuwa ugonjwa huo unatibika na kumrejesha mgonjwa kwenye maisha yake ya kawaida. Takwimu nchini zinaonyesha kuwa ni mwanamke mmoja tu kati ya 5, ni sawa kama na 20% tu kati ya wanawake 3,000 wanaopata fistula kwa mwaka anayefanikiwa kupata matibabu basi anapona kabisa. Makala ya Siha Yako na Estabela Malisa inaeleza zaidi. Kwa miaka kadhaa maisha ya Mariam Bakari, mkazi wa Mbagala, yalikuwa na maumivu, aibu na upweke baada ya kupata fistula kutokana na kujifungua mtoto akiwa na umri mdogo. Hali hiyo ilikuwa chanzo cha kuvuja kwa haja ndogo bila hiari, hivyo maisha yake yakabadilika na kujikuta anatengwa na jamii. Nilikuwa na miaka 16 nilijifungua. Baada ya kujifungua nikakaa kama nimekaa kama miezi 3, nikaona hali sielewi. Nilipofika nyumbani nimekaa naambiwa kwamba hili tatizo mbona tulielewi, wewe utakuwa umelogwa. Maisha yanakuwa magumu, jamii inakuwa inakutenga. Safari yake hata hivyo ilibadilika baada ya kupata msaada wa matibabu na kufahamu kuwa fistula ni tatizo linaloweza kutibika. Baada ya kupona, Mariam alipata nafasi ya kupata mafunzo ya ufundi kupitia CCBRT. Basi nikapata matibabu niliyoyapata ni bure. Nilipokaa kwa wiki 2, nilipopona nikaambiwa sasa hapo unaondoka nyumbani, lakini tutakuita. Nikarudi nyumbani. Nilipofika hapa nikajifunza kushona, nikajifunza kuprinti, nikajifunza batiki. Badala ya hapo siku ya graduation nikapewa na mashine, nikapewa na hela na vitenge. Sasa Mariam si yule mwanamke aliyekuwa akijitenga kutokana na fistula. Nilipokaa nikapigwa tena simu, nikaambiwa unabidi urudi CCBRT uajiliwe. Kwa kweli ni sikuelewa. Kwanza niliona furaha. Mbona mimi nimetoka kwenye changamoto, maisha yalikuwa magumu, Mungu ameniangazia nini? Basi nikarudi hapa CCBRT nikaajiliwa. Mnufaika si Mariam pekee, bali kumekuwa na wanafunzi wengi ambao nao waliwahi kuumwa fistula na kisha kupewa ujuzi wa ufundi ili kurejea kwenye maisha ya kujitegemea. Kwenye mradi huu wa program hii ya mabinti tumeshaweza kugusa wakina mama takriban 200, na kwenye darasa hili tunakuwa tuna wakina mama 12, na lengo kama nilivyosema ni kuwapa ujuzi.
na tunakaa nao kwa muda wa miezi minne, na wakimaliza kwenye hii program miezi minne ya mafunzo wanapata vitendea kazi, na moja kitendea kazi ambacho tunawapa ni cherehani. Wataalamu wanaainisha fistula ya uzazi inatokana na uchungu wa muda mrefu wakati wa kujifungua bila kupata huduma, hasa pale mtoto anaposhindwa kupita kwenye njia ya uzazi. Na hii inaweza kusababisha jeraha ambalo linaweza ikaleteleza sasa haya matundu mawili ama mojawapo kutokea, na huyu mama anakuwa anavujwa na hizo haja bila yeye kujizuia. Aina ya upasuaji pia inaweza kusababisha changamoto ya fistula. Hadithi ya Mariamu ni ushahidi kwamba kupata fistula si mwisho wa safari. Matibabu, ujuzi na fursa za kiuchumi vinaweza kumsaidia mwanamke kuacha nyuma historia ya kutengwa na kuanza maisha mapya. Stabila Malisa, makala ya Siha Yako. Waandishi watatu kati ya 10 waliopo katika ziara ya waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga wamefikishwa katika hospitali ya wilaya ya Newala Mchemo baada ya magari yao kugongana wakiwa katika msafara wa ziara hiyo. John Kasembe ana undani wa taarifa hii. Ni katika ziara ya waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga aliyoanza jana, leo hii akitokea katika halmashauri ya mji wa Newala kuelekea katika halmashauri ya wilaya ya Newala. Magari matatu yaligongana na kusababisha baadhi hao majeruhi 4 ambao walifikishwa katika hospitali ya Mchemo na kuendelea na matibabu. Baadhi ya mashuhuda waliopo katika msafara huo wameeleza namna ajali hiyo walivyoiona. Nafikiri ni breki, sasa si vumbi. Kwa sababu ni eneo la vumbi, kilichotokea ni kwamba kama tuona, maana sana unaona hazard. Sasa zile za mbele zilipofunga breki ghafla ndio umejikuta tayari umewakuta. Katika hospitali ya Mchemo, halmashauri ya wilaya ya Tandahimba, hapa ninaongea na baadhi ya majeruhi ambao wamepatwa ajali hii. Nashukuru tumefika hapa hospitalini Mchemo, tunapatiwa huduma ya kwanza, tunaendelea vizuri. Tulishangaa tu tumegongwa gari yetu kwa nyuma, na mimi nilikuwa upande wa nyuma. Nipata michubuko katika sehemu za mikono. Wakati ajali imetokea tu nimepatiwa huduma ya kwanza, lakini nimefika hapa hospitali pia nimeendelea kupatiwa huduma na sasa hivi niko naendelea vizuri. Pokea majeruhi 4 ambao wamepata ajali ya gari. Wote ni watu wazima, wa kike 2 na wa kiume 2, mmoja akiwa amevunja mkono wa kulia kwenye mfupa mdogo wa mkononi, lakini wengine wamepata tu mshtuko wa misuli kwenye maeneo mbalimbali ya miili yao. Majeruhi wote wanaendelea vizuri. Kutoka katika hospitali ya Mchemo ya halmashauri ya wilaya ya Newala mkoani Mtwara, mimi naitwa John Kasembe, Azam News. Teknolojia imetajwa kuwa nyenzo muhimu kwa vijana katika kujifunza, kufanya kazi, kutafuta masoko na kuunganisha na fursa mbalimbali, wakihimizwa kuitumia kwa tija badala ya kuifanya kuwa njia ya kuacha kufikiri zaidi. Wito umetolewa hii leo Dodoma katika kongamano kuelekea siku ya vijana kitaifa. Na undani wa taarifa hii hivi sasa ninaye Joyce Mwakalinga, mwandishi wetu. Joyce, kwa nini mkazo unawekwa kwa matumizi ya akili unde yaliyo sahihi kwa vijana? Kwa mujibu wa Jennifer Omolo ambaye ni katibu mkuu ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, yeye alizungumza akaeleza kwamba matumizi ya akili unde yameonekana kuendelea kutumika ndivyo sivyo, kwa sababu baadhi ya vijana wanatumia zile fursa ambazo vijana wanazitafuta kutangaza labda mikopo kupitia kwa watu wazito ama watu wakubwa ili kuwadanganya ama kuwarubuni. Kwa hiyo ameona kwamba kuna umuhimu sasa wa kutoa wito kwa vijana kuhakikisha wanatumia vizuri hiyo teknolojia ya akili unde bila kufanya udanganyifu hata kwa wenzao ama kwa mtu yeyote. Taarifa hii inaeleza vizuri ambapo katibu mkuu ofisi ya Rais maendeleo ya vijana Jennifer Omolo ameeleza kwa undani na kuwataka vijana kuhakikisha wanatumia vizuri teknolojia hiyo kwa kutafuta fursa mbalimbali.
Jennifer Omolo ni katibu mkuu ofisi ya Rais maendeleo ya vijana na ndiye aliyeguswa na suala la matumizi ya akili unde kwa vijana, akiwataka kutobweteka kupitia teknolojia hiyo bali waitumie kwa tija kwa kujiongezea maarifa na kutafuta fursa. Teknolojia inaweza kuwa darasa, soko, ofisi na chombo cha kutatua changamoto. Lakini teknolojia si njia ya mkato wa kuacha kufikiri, kujifunza au kufanya kazi. Tumia akili unde kukusudia kutafuta maarifa, kuboresha wazo na kuongeza tija. Usiitumie kudanganya, kuiba kazi ya wengine, kusambaza taarifa zisizo sahihi au kufanya udanganyifu. Vijana wenyewe wakaweka mkazo katika uandaji wa sera ya vijana. Unajenga kuwawezesha vijana wa Kitanzania kupata taarifa za sera, lakini pia kuwapa nguvu ya kushiriki katika mijadala na michakato mbalimbali ya sera. Kubwa ambayo tunafanya ni kutoa elimu kwa mambo ya miradi. Tunatoa elimu juu ya sera za vijana. Siku ya vijana kimataifa huadhimishwa kila ifikapo Agosti 12 ya kila mwaka, ikitanguliwa na shughuli mbalimbali ikiwemo mijadala inayolenga maendeleo ya vijana. Joyce Mwakalinga, Azam News, Dodoma. Hayo yote yamezungumzwa wakati wa kongamano kuelekea siku ya vijana kimataifa, ambapo mada zingine ambazo zinatarajiwa kuzungumzwa hapo kesho ni pamoja na ajira kwa vijana na kazi zenye staha, lakini teknolojia ya akili unde, namna ya matumizi yake, ubunifu na uchumi wa kidijitali, pamoja na elimu kuhusiana na uraia, uzalendo na namna gani vijana watashirikishwa katika shughuli za maendeleo. Na siku hii ya vijana kimataifa inatarajiwa kuhitimishwa hapo kesho na waziri mwenye dhamana husika. Joyce Mwakalinga, mwandishi wetu akiwa Dodoma. Rais Samia Suluhu Hassan amewahimiza wananchi wa Zanzibar kudumisha amani, umoja na mshikamano, huku akiongeza kuwa kutofautiana kwa mitazamo ya kisiasa ni jambo la kawaida. Rais Samia, ambaye pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM, ameyasema hayo wakati akizungumza na wanachama wa chama hicho katika maskani Kaka Kisonge Michenzani. Tumekaa, tumezungumza, tumesihiana, juzi tumesaini pale Ikulu, nchi inakwenda, sivyo? Sasa hivi ndivyo inavyotakiwa Wazanzibari tuishi. Sisi wote ni wanani? Wa nchi hii, wa visiwa hivi, na lazima tuishi pamoja kwa maendeleo yetu. Kwa hiyo kushindana hata Simba na Yanga sio wanashindana. Tena ushindani mkubwa, sio? Tena tunawapongeza, kesho wanakuja kufanya dabi hapa wanakuja kuunga Kizimkazi Festival, sio? Dabi kesho linapigwa Zanzibar hapa. Sasa hata wale tukiwa Simba na Yanga na sare zetu hapa, si tupo Simba na Yanga, si tunabishana? Tukishabishana si amekwisha? Na kwenye vyama ni hivyo hivyo, ndugu zangu. Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Tanzania. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametoa siku 7 kwa wamiliki wa kampuni za mabasi ya abiria ambazo hazina vibali maalum vya kuendesha vituo binafsi vya kuegesha magari kuhamishia shughuli zao kwenye stendi ya Magufuli iliyopo Mbezi. Mwandishi wetu Sheila Mkumba ana maelezo zaidi. Hapa ni eneo la Shekilango, moja ya maeneo ndani ya jiji la Dar es Salaam ambayo kampuni mbalimbali za mabasi hutumia kama vituo binafsi vya kufanya shughuli za usafirishaji wa abiria na mizigo kutoka na kuingia jijini hapa. Hata hivyo, ili kuendesha shughuli hii ni lazima kupata kibali maalum kutoka serikalini. Katika mkutano wake na waandishi wa habari mapema leo asubuhi, Chalamila amesema zipo kampuni kadhaa ambazo hazina vibali na zihamie kwenye kituo kikuu cha mabasi yaendayo mikoani cha Mbezi Magufuli, na agizo hilo linaanza kutekelezwa kuanzia leo Agosti 11 hadi Agosti 17. Kwa mujibu wa taarifa za LATRA, zipo kampuni 6 ambazo zilipewa kibali maalum cha cooperate mabasi yao na huduma zao, ikiwa ni pamoja na kujenga stendi ndogo kwenye maeneo kama vile maeneo ya Manzese na maeneo mengineyo. Kampuni hizi 6 zinaendelea na kazi yao, lakini kwa wengine wote hawana vibali ambavyo vinawataka cooperate stendi hizo nje na stendi ya Magufuli. Wale wote ambao hawana vibali vya cooperate stendi hizo katikati ya mji warudishe mabasi yao
stendi ya Magufuli. Azam News imezungumza na baadhi ya wakazi wa Dar es Salaam ambao wametoa maoni yao juu ya uamuzi huo wa serikali. Serikali iko sawa kwa sababu mpaka serikali inaamua kujenga stendi ambayo imegharimu mabilioni ya pesa kule Mbezi Mwisho, ilikuwa kusudi lake kubwa ni kupunguza msongamano wa magari barabarani, na pia ilikuwa kwa ajili ya kurahisisha upanuzi wa mji, unaona, ili mji wetu uweze kupanuka. Sasa kama tena bado tunatoa stendi hapa na bado tunarudisha, tulikuwa na stendi moja ya Ubungo, lakini sasa hivi hapa mjini kuna stendi zaidi ya 10 na kitu. Sasa tunakuwa hatujafanya chochote. Na pia hawa wanaopaki hapa Shikilango wanaharibu miundombinu na kusababisha foleni. Moja ya sababu ya wamiliki wa mabasi kutumia maeneo hayo ni kuwavutia abiria ambao huona ni rahisi kupanda au kushuka karibu na katikati ya biashara badala ya kwenda nje ya mji. Hata hivyo, hatua hii ya serikali ni sehemu ya kuimarisha mfumo wa usafiri wa umma ndani ya jiji la Dar es Salaam, kupunguza msongamano wa magari katikati ya jiji na kuhakikisha fursa za usafirishaji zinagawanywa kwa haki miongoni mwa watu wa huduma mbalimbali. Sheila Mkumba, Azam News, Dar es Salaam. Uchanganuzi ni sehemu ya Azam News. Muda mchache ujao, baada ya Azam News mimi na Ivona kuondoka, basi Nurdin Selemani atakuwa hapa kwa ajili ya hilo. Kwa sasa tayari yupo hapa, tugusie kidogo ambacho utakuwa nacho baadaye. Naam, ni kuhusiana na taarifa ambayo tumeisikia kutoka kule Dodoma kuelekea kesho, siku ya maadhimisho ya siku ya vijana duniani. Jambo kubwa inatajwa teknolojia, ni kwa namna gani kijana atanufaika. Tumemwalika hapa Ocheki Msuva ambaye ni mkurugenzi wa shirika la Bridge for Change. Tutajadili hiyo kwa upana wake. Karibu sana Moses. Shukrani sana Richard pamoja na Ivona. Nurdin alipokuwa akizungumzia teknolojia ikanirudisha nyuma katika taarifa tuliyokuwa nayo jana ile kutoka katika mamlaka ya mawasiliano nchini TCRA, namna ambavyo matumizi ya internet yameongezeka na fursa ambazo vijana wanaweza kuwa nao katika mitandaoni. Usiku wa leo tuanze na taarifa kutoka kule visiwani Zanzibar ambako Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa akimjulia hali katika hospitali ya Lumumba pale Zanzibar. Huyu ni mjane wa rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Sheikh Abeid Amani Karume. Huyu ni mama yetu, ni bibi yetu Bi Fatma Karume, na kama unavyoona pichani hapo, wawili hao wakizungumza wakati Dr. Samia Suluhu Hassan akimjulia hali, na mama Fatma Karume anaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali hiyo. Mbali ya taarifa hiyo, katika mitandao ya kijamii usiku wa leo tuna taarifa kuhusiana na Wizara ya Madini ambayo sasa imetoa maelekezo kupitia kwa waziri wake Anthony Mavunde kwamba masoko ya dhahabu yaendelee kufanya kazi mpaka saa 3 usiku, na lengo ni kuendelea kuimarisha biashara hiyo, lakini pia kutoa fursa kwa wafanyabiashara katika eneo hilo kutokuwa na ule muda mchache wa kufanya shughuli hizo. Nchi bado inaendelea kuhitaji mapato na biashara zinaendelea kuchanganya, hivyo kama nafasi ya kuendelea kufanya kazi kwa muda mrefu ipo, tunaitumia, na Wizara ya Madini inatuonesha mfano huo. Mbali ya taarifa hiyo, taarifa nyingine tuliyokuwa nayo ni kutoka katika historia ama rekodi za dunia. Dada huyu kutoka India, Renu Dharyal, yeye ndiye mwanamke ambaye kwa sasa anatambuliwa kuwa na nywele ndefu zaidi. Nywele zake zinafikia urefu wa futi 8 na inchi 11. Kumradhi, ni futi 8 na inchi 10. Unaweza ukajiuliza swali, na hili swali mara nyingi nataka kulitazama. Naam, Ivona. Zaidi ya urefu wake. Ivona. Hizo nywele katika ile picha pale kuna slides kadhaa. Ukitazama zikiwa zimeshuka huku chini ni hatari. Nilikuwa najiuliza kama huyu dada angekuwa ni Muislamu, alafu Waislamu wana utaratibu, ukiwa unaoga josho la janaba unapaswa kila nywele iingie maji. Moses. Nafikiri angekuwa anaingia baharini. Jingine ni wandewa. Neno la Kiswahili. Wandewa. Mndewa. Mndewa. Mndewa ni Kiswahili. Jana nyesi mmejifanya mmenambia nitunge sentensi mimi hapa. Sema bwana wewe. Nakukimbiza hapa. Mndewa ni kiongozi katika eneo dogo la kiutawala, kama vile unavyosema mjumbe wa nyumba 10. Sasa umesema mjumbe tu. Umeona? Tukamilishe na muktasari.
Idadi ya vifo imeendelea kuongezeka kutokana na tetemeko la ardhi nchini Colombia. Wadau wasisitiza haki na uwazi katika tume ya uchunguzi wa ghasia za uchaguzi mwaka jana. Kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu yaahirishwa, shahidi wa 16 kuendelea kutoa ushahidi wake kesho. Na dabi ya Kariakoo kuibua mshindi wa ngao ya jamii nayo ni kesho. Tumekamilisha, tukutakia usiku mwema, wewe ni wa thamani.